Na vile babu tuko hapa, kiongozi ambaye ako mbele yangu 1 meter away is a governor in the next 15 months. Hiyo nimeona mheshimiwa. Na pia kwa ufupi, in the next 15 months and 27 days tuko na rais wa nchi ya Kenya ako hapa. Ile tu, asante sana, I am humbled. Ile tu naomba mheshimiwa Abdi Orengo, wewe, you are we refer to you a lot, we respect you a lot, you are our advisor, we shall forever respect you, your excellency governor. Mheshimiwa Sifuna, siku isikuje siku moja ukadanganywa na ukaangalia nyuma. Tuende mbele, huku mbele ni kuzuri, si ndio? Si ndio? Na hii kanisa tusiwahi ombea Kasongo wakati wowote. Huyu Kasongo roho imeshuka. Hey, Bishop, hii yote ni shida yako. Unaona Holy Spirit inatembea hapa sasa. Tunaita mheshimiwa kijana power, mheshimiwa kutoka kule Trans Nzoia, mheshimiwa Caleb Amisi, karibu. Haya, Nakuru, kama uko hapa na unaamini Ruto lazima aende nyumbani, beba mkono tuone. Asante. Sasa babu, mimi am comfortable speaking here. Allow me to say one thing, babu, 2 minutes. Watu wa Nakuru, Nakuru has been the boiling point of Kenyan politics. Wakati Nakuru inaamua, Kenya zote imeamua. Na Nakuru imekuwa katika liberation of this country. Mnajua tuko na ukombozi mara 3 imefanyika katika nchi ya Kenya. Ukombozi ya kwanza iliongozwa na Jomo Kenyatta, Bildad Kagia, Achenga Neko, wakafukuza mabeberu wakaenda. Ukombozi wa pili iliongozwa na Kenneth Matiba, Charles Rubia, wakaleta ile inaitwa multipartyism, KANU ikaenda. Ukombozi wa 3 ikaletwa na Raila Odinga. Nakuru. Ukombozi wa 3 ililetwa na nani? Ukombozi wa 3 ililetwa na baba Raila Amolo Odinga. Nakuru sasa tuko katika ukombozi wa 4. Na hii ukombozi ni wa kuokoa uchumi wa taifa. We are just responding to our generational duty of economic recovery. Nakuru, mko tayari kutuunga mkono tulete ukombozi wa 4? Mko tayari? Wale wako tayari tuone kwa mikono, tuone kwa mikono. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa Caleb Amisi. Sasa nataka niite mwanaume kamili pia ambaye anatoka kule Kisii County. Huyu